Historia ni yale maisha ambayo uliwahi kuyaishi nyuma. Zipo historia zinazoumiza na zingine zinazowabeba wengi na kuwafurahisha wengi, lakini hasa zinazoumiza zimekuwa zikipata kipaumbele sana katika kufundisha na kuelimisha wengine. Naam, leo Rachel anahitaji kutusimulia simuliza maisha yake yaliyomkuta wakati wa zamani sana. Karibu tuweze kuwa pamoja. Kumbuka, hii ni Nuru Mpya Stories. Siku ambayo sitaisahau katika maisha yangu ilibadilika. Ilikuwa siku ya kawaida tu. Hakukuwa na radi wala mvua. Jua iliangaza kama ilivyozoeleka. Watu walitembea barabarani wakifurahia shughuli zao kama kawaida. Mimi nilikuwa nimetoka chuoni miezi miwili tu iliyopita na nirudi nyumbani nikiwa na matumaini mapya, ndoto mpya, ari na kuanza maisha mapya. Nilimkuta mama akifurahia ujio wangu. Alisema jinsi alivyonikosa, lakini sikuweza kusoma usoni mwake kuwa kuna jambo lililokuwa limebadilika ndani ya nyumba hii ambayo niliita nyumba kwa miaka yote ya maisha yangu. Mama alinitazama kwa macho yenye furaha siku ya kwanza nilipofika. Alinikumbatia kwa nguvu akibubujikwa na machozi ya furaha. Nilikuwa nimezoea kuwa yeye ni mwanamke mgumu anayeficha hisia zake kama hazina, lakini siku hiyo aliniachia. Alinifanya nihisi kuwa pengine kulikuwa na jambo ambalo tena lilikuwa jambo kubwa lililokuwa limejaa moyoni mwake kwa muda mrefu. Sikujua kuwa yote machozi yalikuwa ya furaha tu, bali pia ya hatia. Ilikuwa siku ya 3 tangu nifike nyumbani, ndipo nilipokutana naye kwa mara ya kwanza. Alikuwa mwanaume mrefu, mwenye mwili wa mazoezi, ngozi nyeusi yenye kung'aa na tabasamu ambalo lingeweza kuyayusha hasira ya mtu yeyote yule. Alikuja na gari jeupe aina ya Mark X. Akasimama mbele ya geti na kupiga honi ndogo kama mtu mwenye adabu kubwa. Nilimchungulia kupitia dirisha na kumuona akitabasamu, kisha nikasikia mlango ukifunguliwa. "Mwanangu, njoo umsalimie mgeni wetu," mama alipaza sauti akiwa sebuleni. Nilitoka chumbani bila kujua kwamba mlango wa maisha yangu mpya ulikuwa unafunguliwa taratibu. Mlango wa mateso, majaribu na maamuzi magumu ambayo nisingeweza kuyakwepa, na vile vile sitoyasahau leo, kesho, hata milele. Aliposimama na kuniangalia, macho yake aligusa kama miale ya moto baridi. Alinichunguza kwa sekunde kadhaa kabla ya kutabasamu tena, kisha akasema, "Rachel, nimekuwa nikisikia mengi kukuhusu, hujambo?" Sauti yake ilikuwa ya kuvutia, yenye mchanganyiko wa ukomavu na ushawishi wa mwanaume aliyezoea kushika usukani wa maisha yake. Nilijikuta nikijibu kwa kicheko kidogo, "Sijambo, karibu sana." Huyu ni Beni," mama alitamka kwa furaha. "Ni mwenzi wangu mpya." Nilitabasamu huku nikijizuia mshangao. Mwenza wake mpya? Nilikuwa sijui mama ameanza maisha mapya na ya mapenzi. Kwa miaka mingi baada ya baba kuondoka, mama alikuwa kimya, mwenye kujitenga na masuala ya mahusiano, kana kwamba moyo wake ulifungwa na funguo zilizopotea baharini. Lakini sasa mbele yangu alisimama mwanaume kijana ambaye alikuwa na siri zaidi ya miaka 5 hivi. Alinizidi zaidi tu ya miaka 5 mbele yangu. Sikumwambia mama, lakini ndani ya nafsi yangu nilianza kujisikia tofauti. Kulikuwa na kitu ndani yangu kilichokuwa kimeingia na kutikiswa. Siku ziliendelea. Ben alianza kuja nyumbani mara kwa mara. Wakati mwingine alikaa hadi usiku. Alileta zawadi, alinichekesha, na hata siku moja alinipa kitabu cha hadithi akisema, "Nilidhani utapenda hiki. Ni kuhusu msichana aliyependa mtu asiyepaswa kumpenda." Nilikicheka na kuchukua, lakini kichwa cha habari kilinistua, mapenzi yaliyokatazwa.
Siku moja nilimkuta jikoni akiwa peke yake. Mama alikuwa bado kazini. Nilikuwa nimetoka bafuni nikiwa nimevaa gauni langu refu la nyumbani. Tulitazamana kwa sekunde kadhaa. Hakusema neno, lakini macho yake yalikuwa na ujumbe mzito. Aligeuka polepole na kuniambia, Recho, unajua kuna wakati mtu anaweza kupenda pasipo kupenda. Unamaanisha nini? Nilimuuliza kwa sauti ya chini. Ni kama vile moyo hauambiwi unaamua mwenyewe kupenda. Alinigeukia tena, macho yake yakiwa ya kina kama mtu aliyekuwa na vita ndani yake. Nilihisi moyo wangu ukidunda kwa nguvu. Hapo ndipo mama alifungua mlango wa sebule haraka, sauti yake ikituamsha kutoka kwenye ukimya wa ajabu uliokuwa umetawala. Beni, unafanya nini jikoni? Recho, mbona hujanisaidia kupakua? Mama alisema kwa sauti ya kawaida, lakini macho yake yalionyesha wasiwasi. Nilijua kama ni mwepesi kusoma hali ya hewa, na yale macho hayakuwa ya bahati mbaya. Usiku huo sikulala. Maneno ya Beni na macho yake, ukimya ule wa sekunde, yote yarudia kichwani mwangu kama wimbo wa kuumiza nafsi. Nilihisi kitu kikianza kuumbika ndani yangu, kitu kizuri, kitu kilichokuwa kinyume na maadili niliyopewa, lakini pia kilikuwa na nguvu ya ajabu. Siku iliyofuata nilisikia mlango wa nyumba ukifungwa kwa nguvu. Nilishtuka haraka kutoka ghorofani ya juu. Mama alikuwa amekasirika, macho yakiwa mekundu kama mtu aliyetulia kwa muda mrefu. Alinitazama kwa macho makali na kusema kwa sauti nzito, Recho, kuna jambo nataka nikwambie. Najua utashangaa, lakini ni lazima niseme. Nilisimama nikimtazama uso wake, nikijua kabisa kuwa maneno aliyokuwa yakitoka mdomoni mwake yataanza sura mpya ya maisha yangu. Je, mama alitaka kuniambia nini? Ama ni kosa gani nimekosea mpaka mama kuwa na ghadhabu na hasira kiasi kile? Ili kujua kilichoendelea, usikose sehemu inayofuata. Kumbuka mwandishi na msimulizi wako ni mimi Rayman Donsu. Tunasoma kisa kinachomhusu binti Recho. Nilijikuta nampenda mpenzi wa mama na kutamani penzi lake. Kumbuka kusubscribe, kulike na kushare ili kuipata simulizi hii kwa wakati na muda sahihi kabisa. Nikutakia wakati mwema uliojaa mubaraka wa Mwenyezi Mungu. Asante na kwaheri.